Mtifuano mkubwa ndani ya serikali ya Samia Suluhu Hassan umejitokeza hadharani hapo juzi kama inavyoelezwa kwa kina japo kwa kifupi katika makala hii exclusive hapa Jasusi TV. Sasa kitambo kumekuwa na taarifa kwamba hali si shwari ndani ya serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa upande mmoja na CCM kwa upande mwingine. Na kubwa zaidi ambalo linachangia kuhusu haya ni matukio yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 ya mwaka jana 2025, ambapo wengi wenu mnafahamu yaliyotokea, ambapo Samia Suluhu Hassan alitoa amri kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuwatoa uhai maelfu ya Watanzania. Sasa kilichotokea na kinachoendelea kutokea, kuna hali ya kutoaminiana kwa upande mmoja, lakini kuna watu ambao wanashindwa kukopa na ukweli wa yale yaliyojiri. Ndio wanaendelea kuitumikia serikali hii, lakini kwa ndani ya nafsi zao wana wakati mgumu, kwa sababu hata mustakabali wa serikali yenyewe ambayo imeingia madarakani isivyo halali haujulikani kwa kiasi kikubwa. Hilo moja. Lakini upande wa pili kuna vita vya kawaida ndani ya CCM ambavyo mara nyingi ni tamaa ya madaraka, maslahi na vitu kama hivyo. Lakini haya ni vigumu kuyafahamu kwa sababu mbili za msingi. Kwanza, kwa utaratibu wao watu wa CCM huwa wanajitahidi sana kuhifadhi taarifa zinazohusu tofauti zao, kwamba unapowaona CCM siku zote wanaonekana ni watu ambao wapo pamoja, licha ya ukweli kwamba wanawindana, wanataka kudhuriana na wengine wanatoana uhai, lakini kwa pamoja huonekana kuwa wapo kitu kimoja. Wengi wenu mtakuwa mnafahamu taarifa za mtifuano unaoendelea kati ya Samia na makamu wake Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini ni nadra na haijawahi kuonekana hadharani kwa Dr. Nchimbi kuonyesha kwamba ana bifu na bosi wake, au bosi wake kuonyesha na bifu na makamu wake, kwa sababu huu ndio utaratibu wa CCM. Tofauti zao huwa hazionekani hadharani, wanajitahidi sana kuzihifadhi. Hilo moja. Lakini pili, na hili ni kubwa zaidi, ni vyombo vya habari. Kwa sasa Tanzania yetu ina changamoto kubwa sana katika sekta ya habari, na zipo sababu mbalimbali zinazochangia ugumu unaoikabili changamoto hizi zinazoikabili sekta ya habari. Moja ni ukweli kwamba serikali ipo bayana kwamba inataka habari nzuri tu ndio ziripotiwe na vyombo vya habari. Kwa hiyo hii ni kama amri ambayo imepelekwa kwa vyombo vya habari. Mnafahamu Bashite baada ya kuteuliwa kuwa waziri wa habari alieleza bayana kwamba habari zinazotakiwa ni za aina gani, na chombo cha habari kitakachokiuka kitachukuliwa hatua. Lakini upande wa pili ni ukweli kwamba watu wanatekwa, watu wanalawitiwa na vitu kama hivyo vinatokea. Kwa hiyo mtu anakaa kabla ya kufanya kitu fulani anajiuliza mara mbili, je, nikifanya hivi sintotekwa? Je, sintolawitiwa? Kwa hiyo tunaweza kuwalaumu wanahabari ambao wanaogopa kuripoti vitu fulani, lakini ukweli ni kwamba hali sio nzuri, na hadi tunavyoongea muda huu bado masuala ya utekaji, ya watu kupotea yanaendelea kwa kasi kubwa, lakini hatuyafahamu kwa sababu vyombo vya habari vinaogopa kuripoti vitu kama hivyo. Na pengine hili ndio linasisitiza umuhimu wa kutoa support kwa independent media. Jitahidi kadri tunavyoweza kuwaletea yale ambayo huwezi kuyasikia sehemu nyingine yoyote, kutokana na vyombo husika kuogopa kuchelea matokeo yanaweza kutokea endapo vitajipa ujasiri wa kuweka vitu hivyo hadharani. Sasa juzi kuna tukio limetokea ambalo ni mwendelezo wa hii mipasuko iliyopo ndani ya serikali ya Samia Suluhu Hassan. Na mpasuko huu ni taarifa ambazo zimekuwepo kitambo, hazikuwa habari nzito kihivyo, na hasa ikizingatiwa kwamba hazijawahi kujitokeza hadharani, lakini juzi imejitokeza hadharani. Kwa hiyo ndio maana imebidi kutengeneza hii makala, na hii inahusu Bashite na Mwigulu Nchemba. Hawa watu wamekuwa kwenye bifu kitambo, na kama mnafahamu kwamba Bashite ndio alitarajiwa kuwa waziri mkuu. Wakati wanaenda kwenye uchaguzi, yeye ndio alitarajiwa kuwa waziri mkuu. Kosa lililomgharimu hadi kukosa waziri mkuu nalo lilielezwa hapa kwamba wakati wa kuelekea maandamano ya Oktoba 29, Bashite ndio alikuwa miongoni mwa watu walikuwa na ratibu kuhakikisha kwa maandamano hayo hayatokei. Na katika hilo, ripoti aliyowasilisha kwa Samia siku chache kabla ya Oktoba 29 alimhakikishia kwamba hakutokuwa na maandamano, kwa sababu wahusika waliodhaniwa kuwa wahusika wakubwa walikuwa wamekamatwa, wengine wamepotezwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo alimhakikishia kwamba hakutokuwa na maandamano. Lakini mnajua kilichojiri Oktoba 29. Kwa bahati mbaya ndio mashujaa wetu wa Gen Z na vijana mbalimbali walitolewa uhai
ripoti zinadai idadi ya waliouawa wanazidi 10,000, lakini hayo ni ya kujadili kwa wakati mwingine. Lakini katika hapa ni ukweli kwamba kile alichosema Bashite, ile conclusion aliyotoa Bashite ilikuwa si kweli, kwa sababu maandamano yalifanyika na yalidumu kwa takriban siku 5. Sasa hiyo ilimkera Samia, na hiyo ndio ikawa sababu ya kumnyima waziri mkuu, na akatoa kama adhabu ya kumpa unaibu waziri. Kwa hiyo akakaa katika unaibu waziri Bashite kwa siku 2-3, baadaye akapata promotion na kuwa waziri kamili, na amepelekwa Wizara ya Habari kwa sababu kubwa 2. Moja ni kuwadhibiti wanahabari, lakini pili ni kufanya propaganda, na amefanikiwa sana katika hilo la propaganda pamoja na kuwadhibiti wanahabari. Lakini makala hii haihusu hasa hayo yanayohusiana na wadhifa wake, lakini tukio lililojiri juzi huko Arusha. Hebu msikilize kwanza haya anayoongea, halafu tachambua na kueleza hili bifu linaloendelea kati yake na Mwigulu Nchemba. Hebu sikiliza hapa. Nafahamu nimekuwa mwanasiasa sio muda mrefu kidogo. Kwa umri wangu tutapita huko Umoja wa Vijana wapi, mawe utapigwa sana. Mawe utapigwa sana. Na kuna watu wengine wamenikaa nasikiza hotuba yake. Sasa huyu kabadilika lini? Yaani unamsikiza mtu kuna watu wanapenda kuyatumia matatizo ya wananchi kama vile watetezi. Alafu uwezo wa kutetea hawana, kwa sababu hawana hiyo record ya kutetea wananchi. Sasa tunaelekea huko 2030, wataibuka watu wengi sana. Na mimi nataka niwaambie tu, mtu yoyote atakayemsaliti Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alituona, mimi binafsi nilipata bahati. Rais Samia aliniona nikiwa mtaani miaka 3 na miezi 6. Hata simu haiti. Unakaa na mkeo unacheza na watoto, unajifunza mpaka na muda wa kuwapeleka shule. Mtu huyo amekuona, akakupa nafasi. Sasa kupitia nafasi umepata hela kidogo, unaanza kuwa na jina kidogo, unatengeneza network, alafu kupambana tena na yule ambaye alikupa nafasi na heshima hiyo. Mimi Paul Christian Makonda sitamsaliti Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kama uongozi wangu unatakiwa kuishia 2030, utaishia hapo hapo. Unatakiwa utawale maisha yako yote. Na ndio maana ukiona viongozi hawataki hata, yaani wanataka kujitenganisha. Hii ni serikali, yeye akae pembeni au ni sehemu ya wakosoaji wanaokosoa serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umelibeba ili jukumu la kumtetea na kumpigania Daktari Samia Suluhu Hassan. Usipatishwe tamaa. Kama kuna askari ule naye ambaye amekamilika, ambaye hawezi kutafuta mtu wa kumsemea, ni mimi. Mimi ndio mtu pekee ambaye sihitaji yaani mimi tukiwa kwenye vita, Mheshimiwa Waziri Mkuu, situmi mtu. Sio wale watu ambao mkikutana hivi mnachekana, kama ndio tuko pamoja alafu nasika mipango huko nyuma. Mimi nakuja mwenyewe kukushughulikia. Tutawashughulikia wote wanaopanga njama za kuharibu na kuzofisha jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake huu, kwa ndoto ambazo hata hizo ndoto zenyewe zitatimia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na bahati ya kusema kidogo ya Mungu. Watu wote wanaojipanga hao hawawezi kushika hata urais, na kwa kimshia 2030 mtaniona nitakuwepo. Na hiyo wekeni kwa tena TBC, wekeni kwa kumbukumbu. Hawapati. Hawapati. Watanzania hawezi kuwa wasahaulifu. Tutaenda rekodi kwa rekodi. Ulikuwa wapi? Ulifanyaga nini? Huwezi kuwa malaika dakika za mwisho. Yaani dakika za mwisho hizi za uchaguzi 2030 wewe malaika? Haiwezekani. Shetani ni shetani tu, hata kama akizeeka. Sasa nasema nichomekee tu hayo, kwa sababu wakati mwingine wanakeleka kidogo kuona watu wako kwenye mipango usiku na mchana na nini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu Arusha. Huyo ni Bashite alipokuwa akiongea juzi mbele ya Mwigulu Nchemba huko Arusha. Sasa uhitaji kuwa na uelewa wa kutosha wa siasa za Tanzania kubaini kwamba Bashite alikuwa akimlenga Mwigulu katika hayo aliyoyaongea, na ameuma na kupuliza, kwa sababu licha ya kuwa amempiga madongo, lakini baadaye akadai kuwa sijui Mwigulu asitishwe, sijui asikwamishwe na nini, lakini alikuwa anamlenga yeye, na sababu ya msingi ni hiyo iliweza awali. Bashite alikuwa atarajia kuwa waziri mkuu, na ni kama waziri mkuu anayesubiri kupewa nafasi yake, kwa sababu kwa mtizamo na uchambuzi unaonyesha kuwa huenda
Mwigulu asiwepo madarakani kwa muda mrefu, na pengine akitoka nafasi itachukuliwa na Bashite. Kwa hiyo habari hizi ni njema kwa sababu wanapofarakana hawa watu waovu, tunapaswa kuwa na furaha. Kwa sababu hakuna zuri hasa ambalo linaendelea, hakuna maandamano yanayotarajiwa, hakuna jitihada zote, tunasubiri kesi ya ICC lakini haijulikani lini itaanza. Kwa hiyo habari kama hizi zinaposikika kwa hakika zinakuwa za kutia matumaini. Wewe una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.